Tunapoiangalia imani, lazima kwanza tujue nini maana ya imani. Bwana asifiwe. Imani ni nini? Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ni bayana ya mambo yasiyofanya nini? Yasiyoonekana. Bwana asifiwe. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hatuwezi kuizungumzia imani bila kujua nini maana yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwenye Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza anasema kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kumbe imani ni uhakika, ni ujasiri wa kujua kuwa kitu tunachokitaka kwa hakika tutakipata. Ni ujasiri wa kujua, ni uhakika kwamba kile tunachokitarajia tayari kinatusubiri, hata kama hatuwezi kuona huko mbele. Tunapotarajia kupata pesa, tunakuwa na uhakika kuwa tumeipata kabla hatujaipata. Bwana asifiwe. Tulipotarajia kujenga, tukawa na uhakika kuwa tutajenga kabla pesa ya kujenga hatujaipata. Imani, Bwana asifiwe, ni uhakika kwamba kile tunachokitarajia tayari kinatusubiri, hata kama hatuwezi kuona huko mbele. Imani inakamata kitu ambacho hakijafunuliwa kana kwamba ni kitu halisi. Imani inakamata vitu ambavyo havikamatiki. Imani inashika kitu ambacho hakishikiki. Imani inaleta vitu ambavyo kwa akili ya kibinadamu haviwezi kuja kabisa. Bwana asifiwe. Imani tunaielekeza kwa lile ambalo Mungu amesema. Imani tunaielekeza kwa kile ambacho Mungu amesema. Mfano, Biblia inasema alitupenda akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Wote tunaamini hivyo kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Aliangikwa msalabani ili azichukue dhambi zetu, na wote tunaamini hivyo. Kuna ambaye haamini kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zake. Maana yake imani yetu tumeielekeza hapo. Sio hilo tu, Biblia ikasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, na tunaona magonjwa yanapona, tunaona watu wanafunguliwa, watu wanaponywa, mizimu inawaachia, magonjwa yanawaachia. Kwa nini? Imani. Hawa wanaopona ni wale ambao imani yao
kujenga kwenye neno hilo, kwamba mtu unajenga imani kwamba yes, kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, si ndivyo? Ukijenga imani yako kwenye neno hilo na ukamwamini Yesu, tayari wewe umepona. Bwana asifiwe. Umefanya nini? Umepona. Kuiweka tu imani yako. Aliutwaa udhaifu wetu. Bwana asifiwe. Biblia inasema Yesu akafanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo unajua, kumbe Yesu amenirudisha kwenye Eden ya kumiliki na kutawala. Haleluya. Sasa unaanza kuona kumbe umaskini sio sehemu ya maisha yako. Ili uwe tajiri lazima imani. Uweke imani kwenye yale ambayo Mungu amesema. Mungu amesema nenda ukamiliki na kutawala samaki, ndege wa anga na vitu vyote vinavyojaza magari yako. Wala asifiwe. Pikipiki nzuri ni yako. Lakini kumbuka, imani tena tunaijenga kwenye neno. Kushindana kwetu si juu ya damu, ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya jeshi la pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Hawaji kwenye ulimwengu wa nyama. Wakati uko shamba umezungukwa na jeshi la pepo wabaya wengi sana, lakini neema ya Mungu tunakulinda. Ila kumbuka, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Wala asifiwe. Ukishajua yale ambayo Mungu amekuahidi, ukaijenga imani yako kwenye neno la Mungu, unakuwa na uhakika wa kupata kile unachohitaji. Yesu akasema kwenye Yohana 15, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote kwa jina langu nami nitawatendea. Lakini inahitajika imani. Imani. Mwambie jirani yako imani. Mwanafunzi shuleni unakaa unasema, Yesu, Mungu umesema utatufanya kuwa vichwa sio kuwa mikia. Mimi ni mtoto wako, leo nifanye kuwa kichwa sio mkia. Haleluya. Imani. Amen. Imani kwamba alitupenda akafa kwa ajili yetu. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Paulo pale anajaribu kuambia Wagalatia, si mimi naishi bali Kristo. Amen. Kwa sababu alitoa uhai kwa ajili yake. Lakini na hili tunalishika na kuliamini. Mungu hajawahi kuagiza tuamini uongo. Wengi walioamini uongo waliangamia. Eva aliamini uongo wa shetani akachuma tumbo, aliangamia. Mungu anatuagiza tuliamini neno lake. Wala Mungu hatuagizi tupuuze uhalisia. Jamani, amini. Kitu pekee ambacho Mungu ametuagiza ni kuliamini neno lake na kumwamini mwanaye wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Mtu akimwamini Yesu, maisha yanabadilika hapo
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo je, imani inatoka wapi? Hili ni swali. Imani tunayoizungumzia sasa hivi inatoka wapi? Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo. Umeelewa hapa? Tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tupige mbio kwa nini? Kwa saburi. Mstari wa pili, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidhalau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kuweka kando kila mzigo mzito. Dhambi ni mzigo, uzinzi ni mzigo, urevi ni mzigo, uongo ni mzigo. Wengine wanalewa kwa pombe, wengine kwa ugoro, kileo chochote, kitu chochote kinachokukosesha raha. Ni kileo. Yaani huwezi kuishi bila hicho, wewe ni mrefu. Anasema tuweke kando, lakini kuna ile dhambi kuzingayo kwa upesi: uongo, umbea, mazengenyo. Weka kando. Amina. Weka kando. Yale unayozani kuwa sio dhambi, hayo ndo yatakayo kuhukumu wewe. Kuna yale unafanya unaona sio dhambi: kupuuza ibada, kuomba huwezi, kuwaombea ndugu zako huwezi, kuambia ndugu zako kokeni basi huwezi. Hicho ndo utahukumiwa nacho, kwa sababu ndugu zako watakulaumu wewe. Wakati wanatupwa kwenye jehanamu ya moto, watasema hukutuambia. Kama ungetuambia tungeokoka. Bwana asifiwe. Watakulaumu, watasema wewe ulikuwa unaenda kanisani ila sisi hukutuambia. Waambie, maana tumeagizwa kuambia. Jamani, amina. Tumeagizwa kuambia ndugu zetu watubu, waiamini Injili. Haleluya. Imani inatoka kwa Yesu. Haleluya. Imani yetu inatoka kwa nani? Kwa Yesu. Tumezungukwa na mashahidi wengi. Mitume waliishije? Kina Petro, kina nani? Lakini imani yetu imetoka kwa Yesu, ambaye hakuonea aibu msalaba. Wakati ule msalaba aliyekuwa anaangikwa juu ya mti alikuwa anahesabika kama mtu aliyelaaniwa, lakini Yesu hakuhesabu. Akasema acha mimi niende hapo kwenye huo msalaba. Akaenda hapo, sisi tukapata kupona kwa kumwamini. Yohana 3:16.
Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Imani tunaipokea. Imani tunaipokea kwa kusikia. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Haleluya! Imani nyingine isiyojengwa kwenye neno la Kristo, imani hiyo haitokani na Mungu. Jamani, amina. Jamani, amina. Imani ya Yesu Kristo inasema nini? Ombeni lolote kwa jina langu nanyi mtatendewa. Hiyo ni imani iliyojengwa kwenye neno la Yesu Kristo. Na katika kwenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa Mungu umekaribia. Pozeni magonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Mmepata bure, toeni bure. Imani iliyojengwa kwenye neno la Yesu Kristo sio imani ya kuwapa watu chumvi na mafuta, sio imani ya kuwapa watu ndimu za upako, sio imani ya kuwapa watu machungwa ya upako, matikiti ya upako, keki za upako. Hapana, ni imani ambayo tunaomba kwa jina la Yesu. Na mpango wa shetani ni kuiondoa imani kwa Mkristo. Huo ndo mpango wa shetani. Kipindi cha nyuma watu walikuwa hawezi kusafiri mpaka apite kwa mchungaji, amwambie mchungaji, niombee nasafiri. Bwana asifiwe. Lakini leo mtu anasafiri, hahitaji maombi, anabeba chumvi, anabeba maji, anatembea nayo kwenye mkoba. Akifika kwenye gari yake anamimina, anapaka steeringi yake yale mafuta, chumvi anamwaga kwenye tairi za gari, kwenye siti za gari, anasafiri. Hajaomba. Imani yake ameanza kutegemea vitu, sio Yesu tena. Bwana asifiwe. Mtu anataka kulala, anamwaga chumvi chumbani, anamwaga mafuta chumbani, huku hayako. Subirini, mtakuja tu kutapeliwa. Na wengine si wametapeliwa pale juzi, wakapokea mimba za upako. Haleluya! Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Ni vizuri uwe na Mungu, utapepetwa. Utapepetwa. Nabii kawapa mimba za upako. Lakini imani yetu ni kumwamini Mungu. Bwana asifiwe. Alikuja pale. Nikaona nikajua huyu mganga wa kienyeji. Hapo bahati nzuri wale watu nikawaambia, jamani, najua mnapambana kumtafuta Mungu, ila niwape tahadhari. Niliwaambia kwamba anayowaambia likiwa la Mungu chukueni, lakini ikiwa si la Mungu msifanye nini? Sasa hawakuwa na Mungu hata tone, ila ni Mafarisayo. Yaani wanaongea kama wana Mungu. Wala asifiwe. Basi bwana, nabii kafika pale, kapewa chumba. Sheria ya kwanza akasema, mimi hiki chumba sitaki nilale na mtu yeyote, maana usiku nina vita na shetani. Kwa nyinyi hamwezi nini? Vita. Nabii wakampa nyumba yake peke yake, akawa analala pekee. Hataki watoto wa kiume walale kwenye ile nyumba, maana ana vita usiku na shetani. Ila wakija wagonjwa wa kiume anawaombea, wanaondoka. Wakija wagonjwa wa kike anasema, huyu mateso yake ni makubwa sana, inatakiwa alale hapa kidogo, nilale naye huko ndani, nimuombee kweli kweli, ili kusudi haya mateso yaondoke. Basi bwana, nabii tena kaongea, mtumishi wa Mungu. Mungu amewatembelea siku hiyo, wakampa chumba, nabii analala. Mimi siku moja nikatembelea, nikakuta binti anatoka, kafunga kanga moja huku, kanga kifuani. Nikajua tayari hapa maombi yamefanyika sawa sawa. Nikaambia Bwana asifiwe, akasema amen. Sasa nikasema, mke wa nabii kaja leo? Akasema sio mke wa nabii, ni binti anafanywa maombi na mimi, Mungu ashajibu. Na kweli sasa hivi sasa watu wameshapokea, wanalea muujiza uliotoka kwa nabii, na ni wengi wanaenda kuombewa huko.
Yaani mimi mke wangu akisema nimeenda kuombewa kwa nabii, asirudi tu nyumbani, nitajua maombi yamefanyika kweli kweli, sio mchezo. Hao watu ni wahuni. Kwa hiyo imani yako ijenge kwenye neno. Na wewe unataka maombi ya nabii. Wangapi wanataka maombi ya nabii? Ila wanaume hawaombei. Wanaume anawaombea mnaondoka, ila wanawake wanalala. Maana usiku wakiwepo wanawake, shetani haleti vita. Ila anasema wanaume wakilala pale usiku inakuwa vita na shetani. Shetani anaogopa wanawake. Na huyo nabii aliondoka na mbuzi za watu. Wajinga ndio waliwao, achu pepetwe. Bwana asifiwe. Lakini sisi tupo, tuna Yesu. Ninaye Yesu, ninaye jemedari, ninaye Yesu, nimehakikisha nitashinda vita. Oh. Amen. Kwa hiyo jenga kwenye neno la Mungu. Haleluya. Imani moja kwa kusikia. Sikiliza Yesu amesema nini kwa habari ya uponyaji wako. Sikiliza Yesu amesema nini kwa habari ya ndoa yako. Sikiliza Yesu amesema nini kwa habari ya uchumi wako. Yesu amesema nini kwa habari ya afya yako. Usisikilize mwanadamu anasema nini. Bwana asifiwe. Wanadamu watakudanganya, lakini Yesu hajawahi kudanganya. Usikimbilie tu watumishi wa Mungu. Muulize Mungu kwanza. Utapepetwa kama angani. Bwana asifiwe. Amen. Atakwambia mimi ni nabii. Nabii. Haleluya. Wewe ni makini. Filipo, kwa makini na manabii. Bwana asifiwe. Manabii wa Mungu wa kweli wapo, lakini na wahuni wapo. Umuhimu wa imani. Bwana asifiwe. Nimesema hivi, sikiliza neno la Mungu limesema nini juu ya maisha. Nabii wa kweli atakwambia yale ambayo Kristo amesema, sio ya kwake. Amen. Yesu alilala na wanafunzi wake, kwani hakuwa na vita na shetani? Sasa wewe unasema una vita na shetani usiku, tukupishe nyumba yote, alafu wakija wadada una vita na shetani. Eti ni sawa? Daudi hukuliwa wewe kweli, unaweka pesa akakwenda huko. Hukuliwa kahera na nabii. Kweli? Maana alikuwa umasaini kule nasikia. Mama Daudi ukwenda kuombewa kwa nabii? Hakwenda kuombewa kwa nabii. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nabii alikuwa akiona ananania, anasema wewe itabidi maombi ya usiku saa 6 usiku tuvunje laana. Iweni macho. Iweni macho. Na ni wengi wanakuja. Wengine walipita wakawa wanaombea nyumba kwa nyumba. Humu wanawaambia sasa chochote, sadaka yoyote leta. Ni wewe